na hivyo kwetu sisi ni kusherekea pamoja nao, tukiwa tumesimama kuwa washuhuda wa kile ambacho watakacho kukifanya kwa siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Asante sana. Watoto wa Mungu, kulingana na muda wetu umesonga, tutakuwa na maneno machache, lakini tulikuwa tumeandaa mambo ambayo yatawagusa hawa na sisi ambao tuko katika ndoa na wale ambao hawajaingia katika ndoa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu jambo hili ni jambo takatifu, ni jambo ambalo limebeba maisha yetu. Kwa hiyo tunapokosea katika jambo hili, tumekosea maisha yetu. Haleluya. Hivyo basi tutakwenda kuangalia barua ya Paulo kwa Waefeso. Tutakwenda kusoma ile sura ya 5. Mstari ni wa 25, tutaenda mpaka 28. Baadaye tunaruka 33. Hapo ndipo kuna mambo ambayo tutakwenda kuyaongea kwa ufupi wake kwa ajili ya jambo hili ambalo vijana wetu wanakwenda kulitimiza kwa siku ya leo. Waefeso sura yake ya 5, mstari ni wa 25 hadi 28. Pia tunaruka 33. Msomaji atusomee aliye tayari. Nasoma Waefeso sura ya 5 sura 25. Maandiko yanasema kwamba Amen. Amen. Efeso 5:25, maandiko yanasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Tunaruka ngapi? Shuka 28, alafu nutaruka 33. Tuendelee 27. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali iwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo 28, imewapasa wanaume nao kuwapenda wake zao kama bibi yao wenyewe. Ampendaye mke kujipenda mwenyewe. Amen. Maana hakuna mtu anayochukia mwili wake popote, bali kulisha na kutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Turuke 33. Ndio. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Amen. Haleluya. Amen. Naamini tumesikia maandiko matakatifu. Habari hizi ambazo tumekwenda kuzisomewa zina kwenda kuangalia kulingana na jambo hili ambalo linakwenda kutendeka kwa siku ya leo, ambalo jambo hili ni hatua ya ndoa ambayo iko kati ya mwanaume na mwanamke. Wanapounganishwa wanakuwa ni mwili mmoja na sio wawili tena, na jambo hilo ndilo ambalo linakwenda kuongelewa mahali hapa, ambapo ndoa
iitwe ndoa, ni lazima iguse sehemu tatu katika maisha ya mwanadamu. Ndoa inapofika hatua ya kuitwa ndoa, ni lazima iguse mambo matatu katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza ni lile ambalo tumekwenda kusomewa katika ule mstari wa 25. Kuwa mume na ampende mke wake kama jinsi gani? Kama vile Kristo alivyolipenda kanisa. Na si tu neno kupenda, lakini hatua ya matendo, akajitoa kwa ajili ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Maana inakwenda kuonyesha, unaposema ninampenda fulani, haijaishia hapo. Inabidi yaonekane matendo ya kuonyesha kweli umempenda yule fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndivyo ilivyosemwa hapa kuwa Kristo alilipenda kanisa, akajitoa kwa ajili ya hilo kanisa. Hapa inakwenda kutuonyesha jambo la kwanza ambalo ndoa inagusa katika maisha ya wewe mwanandoa, au wewe ambaye unatarajia kuingia katika ndoa, ni kiroho. Haleluya. Ni kiroho, ambalo hili lina upana wake. Unapofanya maamuzi ya kuoa au kuolewa, usiangalie tu mwonekano wa nje, lakini angalia na mwonekano wa ndani, kwa sababu jambo hili litahusisha maisha yenu ya ndoa. Maana ukifanya vibaya, hayo maisha yenu ya kiroho yatakwenda kuathirika. Na ndio maana Paulo alitangulia kuonyesha ni namna gani Kristo alivyolipenda kanisa. Na kwa sababu hiyo inabidi na wewe mwanaume umpende mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ya muda wetu ni mdogo, tungeangalia yale ambayo Yesu Kristo aliyoyafanya kwa kuonyesha kweli amependa kanisa. Ni mambo mengi. Lakini jambo la pili liko kwenye ule mstari wa 28, ambalo linasema mwanaume na ampende mke wake kama anavyojipenda yeye mwenyewe, kama mwili wake. Ili linakwenda kuonyesha wazi hatua ya ndoa ni lazima iguse maisha yako ya mwili. Ndoa isipogusa maisha yako ya ndoa ya mwili, haijakuwa ndoa. Na ndio maana Biblia inasema huyu mwanaume ampende huyu mke wake kama anavyojipenda yeye mwenyewe. Ni nani ambaye anaweza akashinda anajipiga makofi, anajitukana yeye mwenyewe,
anajikosesha amani yeye mwenyewe, huyo mtu anaweza akaonekana? Na kwa sababu wewe mwanaume hauwezi ukajikosesha kujipiga wewe mwenyewe, hivyo inakubidi huyo mwanamke umpende hivyo hivyo. Kwa sababu tuchukue mfano, mtu anapotembea au mtu anapopika, anapoungua, sana kwa anajisikia maumivu makali. Au mtu anapokuwa anatembea akijikwaa, huwa anajisikia maumivu. Na hayo maumivu ambayo unajisikia wakati mwili wako umeguswa na jambo ambalo sio asili ya ule mwili, ndivyo ilivyo unapomkosea mwenzako na ndoa, atajisikia hivyo hivyo. Na kwa sababu hiyo inambidi mwanaume ampende huyu mwanamke kama mwili wake yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo inamaanisha unapofanya jambo, angalia, je, ili jambo litamfikiaje mwenzangu? Au ili jambo mwenzangu akiwa yeye ndo amenitendea mimi, nitajisikiaje? Ndio maana Paulo akasema hatua hii ya ndoa inagusa mwili wa mwanadamu, na kwa sababu inagusa mwili wa mwanadamu, inampasa mwanaume ampende mwanamke kama mwili wake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Hatua ya tatu iko kwenye ule mstari wa 33, ambapo inasema huyu mume na ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Haleluya. Kama nafsi yako wewe mwenyewe. Hii sasa inahusisha wewe. Haleluya. Hii inahusisha kile ambacho akikuumbwa. Maana kilichoumbwa ulikuwa ni mwili, si ndio hivyo? Mwili ndio ulioumbwa, lakini kuna sehemu ambayo haikuumbwa, na ile ndiyo wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, watoto wa Mungu. Ile sehemu ambayo Mungu aliipulizia ndani ya kile alichokiumba, na baada alipopulizia, ndipo sasa neno la Mungu linasema ule mwili ikawa kiumbe hai. Na ndio maana mwili unapochoka kwa maradhi au kwa umri, unafika hatua hauwezi ukafanya kazi, unakufa kabisa. Watu wanasemaga mwili wa marehemu huu, si ndio hivyo? Mwili wa marehemu. Sasa marehemu ni nani? Ndiyo wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hatua ya ndoa ni lazima ikuguse wewe. Ndio maana Paulo akasema hivyo mwanaume anapaswa ampende mwanamke kama nafsi yake yeye mwenyewe. Haleluya. Na jambo hilo au mambo hayo matatu yatakapokuwa yametimilika katika ndoa, moja kwa moja linakwenda kukamilisha neno lile ambalo liko katika kitabu cha Methali ya 18 ule mstari wa 22, ambao unasema apataye mke amepata kitu chema. Na sio tu kitu chema, lakini amepata kibali mbele ya uso wa Bwana. Kumaanisha kusema, tunapokosa haya mambo matatu, ndoa inapokosa kugusa haya mambo matatu,
hiyo haijapata kibali mbele ya uso wa Bwana. Haleluya. Haijapata kibali mbele ya uso wa Bwana. Hivyo basi, inatubidi sisi ambao tuko katika ndoa, tafakari haya mambo. Je, ndoa yako imegusa haya mambo matatu? Na kijana wangu Beombe pamoja na binti wangu Masoka, inawabidi muangalie haya mambo matatu yawe katika ndoa yenu, maana haya ndiyo yatakayowakilisha ule ukibali kwa Mungu. Haleluya. Jambo la mwisho, tumeona haya mambo matatu makubwa. Jambo la mwisho liko kwenye kitabu cha Mwanzo. Msomaji atusomee Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24, na mwingine atasoma katika kitabu cha Zaburi ya 45 mstari wa 10 hadi 11. Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 24. Ndiyo. Maandiko yanasema kwamba basi kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Amen. Zaburi ya 45 10 hadi 11. Zaburi ya 45 10 hadi 11. Zaburi 45 10 hadi 11. Maandiko yanasema kwamba sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautazama uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nasikia hayo maneno ni makali Lakini kabla hatuja kwenda kwenye hayo maneno, yawezekana unaweza ukajiuliza, sasa mchungaji, unatuambia kuwa ndoa inapaswa iguse sehemu 3, ambao tumeona kiroho, tumeona mwili na nafsi ya mtu. Lakini tuliposomewa maandiko haya yanasema tu mme ndio ampende kama Kristo alivyolipenda kanisa. Tunaona hapa mme ampende kama vile mwili wake, na mme ampende kama vile nafsi yake, si ndio hivyo? Lakini hatujamuona mwanamke, hajatajwa hapo. Haleluya. Kuna jambo pale. Msomaji, rudilia ule mstari wa 33 kwenye Waefeso. Waefeso 5:33. Shukuru sana mchungaji. Mstari wa 33. Ndiyo. Maandiko yanasema hivi. Lakini kila mtu ampende mke wake kama Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Wala mke asikose kumstahi mumewe. Kaa chini babangu. Wala mke asikose kumstahi mumeo. Hili nakwenda kuonyesha kusema nini. Kwa Viswahili vingine na hata lugha yetu ya asili, hapa inasema na mke asikose kumheshimu mume wake.
Hapa ni neno heshima. Sasa neno hili limeyafunga yale yote matatu ambayo tumeyaona hapo juu. Mwanamke akimheshimu mume wake, wataendana kiroho. Hatampenda kama mwili wake, atampenda kama nafsi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ndilo la mwanamke. Turudi kwenye andiko hizi mbili ambazo tumekwenda kusomewa. Andiko ya Mwanzo 2:24 na Zaburi ya 45:10 hadi 11. Hapa kuna maneno magumu. Mungu alipoumba mwanadamu akawabariki na akasema ili neno kusema kuwa huyu mwanaume atakapokuwa amempata huyu mwanamke na wao wanafanywa kuwa mwili mmoja, kitu cha kufanya, huyu mwanaume atawaacha baba yake, mama yake, na anaenda kuambatana na mke wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kuacha wazazi. Lakini Zaburi ya 45:10 mpaka 11 inasema binti huyu sasa ni mwanamke afanye nini? Awasahau. Kuna ugumu hapo. Naana baba yake ya masoka mdogo ananiangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema awasahau watu wa kwao ili mume wake azidi kumpenda, aweze kuvutia mume wake. Yaani hatua ya kuwasahau watu wa kwao ndiyo itamsababisha huyu mwanaume avutiwe na upendo wa huyo mke wake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, watoto wa Mungu. Haya ni maneno magumu, lakini hili halijasema eti kusahau ile ambao labda wewe unafikiria. Haleluya. Lakini hili linapenda kuonyesha hawa watu wawili ambao wanakwenda kuingia katika ndoa wakubali kupoteza identity zao. Haleluya. Yaani wakubali kupoteza ile identity waliokuwa nao, kwa sababu wanakwenda kuunganishwa kuwa kitu kimoja. Na wanapounganishwa kuwa kitu kimoja, ile priority yao inakwenda kubadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Mtoto anapokuwa kwa baba na mama, hajaoa, priority yake ni familia yake, ni baba yake na mama yake, ndugu zake. Tufanye hivi, wanakaa kwenye vikao na baba, watufanye hivi, hivyo mtoto wa kike. Lakini anapohoa, ile priority inabadilika, inakuja sasa kwa mke wake. Na mwanamke inatoka kule inakuja sasa kwa mume wake. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo ndipo ambapo sisi wazazi tunapaswa tukubali kuwarelease hawa watoto, hawa watu wawili. Kumaanisha kusema kuwa hatupaswi kuingilia maisha yao ya ndoa. Haleluya. Biaombe alikuwa kwa baba na mama. Tangu walipozaliwa, hawa wazee wawili walikuwa wanamkuza Biaombe kumwonyesha namna gani unapaswa kuishi. Na wakati ambapo Biaombe alifika hatua kusema baba na mama nataka kuoa, hawa wazee walijiridhisha kuona kuwa kweli Biaombe amekomaa kulingana na mafundisho aliyokuwa anamfundisha.
Sasa Biaombe anapooa, ni wao sasa waangalie jinsi Biaombe atakavyokuwa anaendesha ndoa yake, sio wao kuingilia ndoa ya Biaombe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hivyo hivyo kwa binti wangu Masoka, hawa wazazi, baba yake pamoja na mama yake, tangu alipozaliwa Masoka walikuwa wanamwandaa mke bora anakuaga haje, mama unapaswa kuwa hivi, mama unapaswa kuwa hivi. Na siku aliposema kuwa baba na mama, nina mwenzangu ambaye nimempata na hivi atakuja hapa kuonekana kwenye familia yetu, wazazi wakaona kweli huyu mtoto amekomaa. Na wakati ambapo watakapofunganishwa kuwa mwili mmoja, ni hatua ya wazazi kuweza kuwaachilia ili hawa watoto waweze kuongoza ndoa yao. Wazazi, tumebeba mzigo mkubwa sana na lawama nyingi sana kuwa ndoa nyingi zinazoharibika, ukiangalia ndani, chanzo ni sisi wazazi. Na si kwamba tunapeleka mipanga kwenda kuvunja ile ndoa, lakini yale ambayo tunayoshawishi watoto wetu, yale ambayo tunayowaambia watoto wetu, ndiyo ambayo inakwenda kusababisha ndoa za watoto wetu kuharibika. Kama tulivyowakuza, ni muda wao sisi kuwaachia ili sasa waende kuishi kwa maisha yao ya ndoa wao wawili, kama jinsi neno la Mungu linavyosema kuwa wataachana na sisi wazazi na wao waambatane wao wawili, na hawatakuwa tena wawili, wanakuwa ni mwili mmoja, ili sasa waendeshe familia yao. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu atubariki. Amen.